Mheshimiwa Mufti Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri nyote na viongozi wote, mashekhe wetu, walimu wetu na waalikwa wenzangu wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote niungane na wenzangu wote walionitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia uhai na uzima, lakini kwa namna ya kipekee kutuwezesha kuhudhuria katika dua hii muhimu ambayo tumesimama kuiomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu Waislamu pamoja na wananchi mnaotusikiliza, mimi nitatoa salamu mbili tu kwa ufupi kabisa. Hii salamu moja imeshatolewa na wengi, lakini nami kwa sababu nimepewa nafasi, basi sina budi nami nieleze. Nayo ni shukurani. Nasimama kutoa shukurani kwanza kwa ofisi ya Mufti Mkuu, kwake yeye Mheshimiwa Mufti Mkuu Sheikh wetu Sheikh Saleh Omar Kabi pamoja na timu yake yote kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii, lakini kwa kufikiria jambo muhimu ambalo lina mnasaba na taifa letu. Ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu wananchi, naamini sote tunaelewa namna gani hali ya nchi yetu ilivyo. Alhamdulillah, tumemaliza uchaguzi salama. Sisi kwa upande wa Zanzibar tumemaliza salama, hakukuwa na vurugu ya aina yoyote. Na niseme tu kwamba ushindi huu wa amani ambao tumeupata Zanzibar ni ushindi wa Wazanzibari wote. Hakuna kundi moja ambalo linaweza kusema kwamba sisi tulikuwa bora katika hili. Mimi nasema kwamba Wazanzibari wote wameshiriki kwa namna moja ama nyingine kudumisha amani, na hili tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kulitekeleza jambo hili. Mnakumbuka kabla ya uchaguzi viongozi mbalimbali wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, tulikuwa tunasimama kuomba amani kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametutakabalia. Tumemaliza salama. Kila mmoja wetu yuko salama, tunaendelea na shughuli zetu kama kawaida. Kwa hiyo shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa jambo hili ni kuendeleza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kwa wenzetu upande wa pili ambapo kidogo ilitokea changamoto, tumesimama kumuomba Mwenyezi Mungu na tumeelekea kwake kumuomba jambo hili asilitokeze tena, na insha Allah tuendelee kuwa salama ili nchi yetu na taifa letu la Tanzania liendelee kupata heshima yake ya kuwa taifa la amani kabisa. Kwa hiyo nimesimama kutoa shukurani. Mashekhe wetu tokea tumeingia hapa, tumemaliza tukusali sala ya dhuhuri, visomo vinaendelea, maombi yanaendelea mpaka sasa. Alhamdulillah, tunawashukuru kwa kweli, mefanya jambo kubwa, nami naamini Mwenyezi Mungu atasikubali dua zetu, atasikubali ibada zetu, lakini pia ataendelea kutulinda sisi pamoja na wenzetu na taifa letu kwa ujumla la Tanzania. Ombi langu kwenye eneo hili, mashekhe wetu na viongozi wetu wa dini, tuendelee kuwaombea viongozi wetu, tuendelee kuliombea taifa letu, lakini tuendelee kujiombea na sisi wenyewe
katika maeneo tofauti. Inawezekana leo Mheshimiwa Mufti ametuita hapa, lakini tukitoka hapa tunaendelea na ibada kwenye maeneo mengine. Basi hili tuendelee kukithirisha maombi, na inshallah siku zote mwenye kuomba Mwenyezi Mungu humkubalia. Jambo la pili, watukufu wa Islam, niendelee kusisitiza kudumisha amani. Limezungumzwa hapa kwamba tunaliombea taifa letu amani. Niwaombe sana watukufu wa Islam na wananchi wote wa Tanzania, tuendelee kudumisha amani ndani ya nchi yetu. Hakuna pahala pamepata mafanikio pasipokuwa na amani. Amani hii ndiyo kila kitu. Kama kuna kipaumbele cha kwanza ndani ya taifa lolote duniani, basi ni amani. Hata hao ambao unasikia wana uwezo mkubwa wa kifedha, wanaomba amani, wanasimamia amani. Bila ya amani hakuna mafanikio. Na hii ni mifano hai imeonekana. Siko nchi zilikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, lakini amani ilipopotea, yale yote yalikatika, na sasa wanaendelea kusafa kujenga tena upya nchi yao. Sasa ni waombe watukufu wa Islam na wananchi wote kwa ujumla mnaotusikiliza, kila mmoja anayo nafasi na anayo haki ya kimsingi ya kudumisha amani popote pale alipo. Na kamwe tusishawishike kwa namna yoyote ile kuharibu nchi yetu, kwani zile rasilimali unazoziharibu ni fedha zetu walipa kodi, ni fedha zetu wananchi, tunakwenda kuzichoma wenyewe. Matokeo yake baadaye, badala ya kufanya mambo mengine ya maendeleo, unalazimika kurudi kurejesha miundombinu, unalazimika kurudi kufanya huduma mbalimbali ambazo tungeweza kuzikontrol mapema. Hizi fedha zingeweza kutumika kwa ajili ya shughuli nyingine za maendeleo ndani ya taifa letu. Watoto hawa wadogo na wale ambao wanaendelea kuzaliwa wanahitaji kulikuta taifa letu likiwa na amani, ili waweze kuishi na kuendeleza pale wazazi wao walipoacha. Kwa hiyo niendelee kuwaomba sana Watanzania wenzangu, tuendelee kudumisha amani, na kamwe tusishawishiwe kutoka katika maeneo yoyote, iwe ndani ya nchi ama nje ya nchi. Tusishawishike kuvunja amani yetu. Niendelee kutoa shukurani za dhati kwa mara nyingine tena kwa kupata fursa hii. Sote ambao tumehudhuria haya tumeyasikia. Naomba tuwe mabalozi wazuri kuyapeleka kwa wenzetu, ili Watanzania tuendelee kuishi kwa umoja, kwa upendo na kwa mshikamano kwa maslahi ya taifa letu. Niwashukuru sana mashekhe wetu. Nimshukuru tena mzee wetu Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kuweka mkusanyiko huu, na naamini kuna na wengine wanatufuatilia kwenye vyombo vya habari. Wote tunawashukuru, lakini nawashukuru sana mashekhe wetu wale ambao mmetoka hapa na wengine ambao mmetoka nje ya Zanzibar. Mwenyezi Mungu nyote atakulipeni kheri na inshallah atakurejesheni nyumbani salama. Lakini nawashukuru sana kina mama wamejitokeza kwa wingi. Kwa hakika tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu nanyi awabariki. Tuendeleeni kuzungumza na wenzetu ili suala hili liendelee kuwa la kheri na liendelee kujenga nchi yetu kwa ujumla. Naendelea kuwashukuru vyombo vyetu vya habari kwa kuendelea kuhabarisha. Kama alivyosema Katibu wa Mufti, hatukualikwa hapa, hakukuwa na barua mwaliko,
Mimi ofisini kwangu hakuna barua ya mwaliko wa jambo hili, na wenzangu wote ni hivyo hivyo, lakini tumekuja kuhudhuria hapa. Na hata Mheshimiwa Rais ofisini kwake hakuna barua, na alikuwa anakuja kuhudhuria shughuli hii, lakini dharura za kitaifa zimeshindikana kufika yeye hapa. Sisi tumekuja kumwakilisha, lakini naye mawazo yake yako kuungana nasi Waislamu na Watanzania katika kuliombea taifa letu. Sasa hili ni jambo la kheri, na siku zote kheri hulipwa kwa kheri. Aljazaul ihsan illa al-ihsan, na sio nusan. Kwa hiyo tuiendeleze kheri hii, na siku zote ukiendeleza kheri, na Mwenyezi Mungu ataendeleza baraka ndani ya nchi yetu, ataendeleza mafanikio ndani ya nchi yetu, na ataendeleza kutulinda katika nchi yetu, ili tuendelee kuwa wamoja, tushirikiane na tuendelee kufanya yaliyo mema kwa ajili ya wananchi wetu. Mheshimiwa Mufti, nilitaka niseme hayo mambo mawili makubwa, lakini niendelee kuwashukuru wote, na tumuombe Mwenyezi Mungu asikubali dua zetu, na inshallah hili iwe ni sababu ya kuondosha yale matatizo yote. Wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.